Ndugu Temba. Ndugu Mabula. Kumbe wewe uko hapa. Nilijua tu ningekupata hapa. Hata mimi nilijua lazima nikupate hapa. Si unaona jinsi maisha ilivyo? Maisha ni ngumu. Maisha ni ngumu. Maisha ni ngumu. Sasa hii mkawani hakuna mhudumu. Mhudumu, njoo. Maisha ni yaani nimejaribu kila mahali. Habari yako? Niko salama. Asante. Ndio mimi. Uko na chai? Niko na kahawa hapa. Kahawa? Naona uko na mandazi pia. Mandazi imetengenezwa hapo vizuri sana. Sasa utuletee chai kikombe moja. Na mandazi. Mbili. Mandazi mbili tawatosa. Nileta mbili moja. Kila mtu na moja yake. Ndugu Temba. Mabula. Maisha yamekuwa magumu bila kazi ndugu yangu. Ona tu venye jua inawaka. Yaani jua inawaka. Na ni Januari. Unaona tu maisha vile ilivyo. Januari inaisha. Kesho tuko nakaribia Februari. Acha tutaona venye Februari itakuwa. Na hali ya mfuko ndio hiyo pia. Nimeona hata nikuje nijaribu na kahawa hiyo. Kukaa kwa nyumba. Hali imekuwa si hali. Yaani unajaribu, unatuma vibarua zako lakini hakuna majibu. Unashindwa. Unaenda unaomba kazi unaambiwa rudi kesho. Kesho ukirudi unaambiwa hakuna. Na tena maisha unayoishi ni maisha kikujiko. Wewe na mkewe unajaribu kung'ang'ana ili at least muweze kupata. Hii nimeleta. Asante. Nimeleta kabisa. Mkunywe. Asante. Maisha ni ngumu. Jaribu kula. Miaka miwili. Fikiria hii maisha. Imekuwa si. Fikirieni maisha vizuri bwana. Asante. Maisha yamekuwa magumu. Hii miaka miwili imekuwa ni dhiki kwangu ndugu yangu. Ninajua Mabula. Asa kama mtu ameachiswa kazi bila taarifa. Kwangu mimi ninajua kazi yako ilikatika kama maji katika mfereji. Afadhali maji katika mfereji. Kuachishwa kwangu kazi ilikuwa mfano wa umeme unaokatika na ghafla bin vu. Ndugu yangu unajipata gizani. Watu hawana utu. Alafu jambo lenyewe lilikuwa katika maslahi ya taifa. Temba. Ona walivyonifanya hivi. Siwezi hata peleka nguo zangu kwa dobi. Hata huo umeme wa kunyoshea nguo zangu siwezi kumudu. Hebu niambie, kosa langu lilikuwa nini? Kusema kwamba pesa za umma zinaenda mfukoni mwa watu binafsi ni makosa? Si makosa. Ni makosa kutetea watu wetu. Si makosa Mabula. Ulifanya vizuri. Tatizo ni kwamba wale ambao wameshika kusali hawataki kuanipa gharama. Yaani wanaogopa kumwaga unga wao. Hata nisingesema, hata wakubwa kusema lolote nilipofurushwa kazini. Ona sasa waporaji wanasherekea masaibu yangu. Mabula, mimi kwangu kama wanasherekea ni kwa muda tu. Yaani mambo yamebadilika. Mkurugenzi pamoja na naibu wake tayari wameachishwa kazi. Kwa sasa hivi naelekea habari sahihi zimewafikia. Temba, kama zimewafikia ninashukuru, ila zimewafikia kuchelewa.
utu wangu umekwisha ondoka, sina heshima tena. Mimi nakuelewa tena, naielewa fika hali unayoyapitia, lakini kumbuka kwamba ili mambo kunyooka, lazima wachache wajitoe mwanga. Hii taifa linahitaji hao mashujaa wachache wa kweli. Wewe tayari uko na bahati, umekwisha kuingia katika miongoni mwa washujaa wa kweli. Shujaa? Shujaa asiyeweza kuikidhi mahitaji yake ya kimsingi, hata imenifanya kuonja vileo visivyostahili. Temba! Ona sasa mimi najiona mkosa kwa wapendwa wangu. Mabula, itakuwa vizuri wewe ukiacha ulevi. Bado kuna matumaini ya kesho yenye faida na mafanikio. Usife moyo Mabula, tafadhali. Hilo nimelifikiria. Nimedanganywa huko katika bana mikoani kwa kisingizio cha kupewa kazi, lakini wapi. Ili nishirikiane na mke wangu kwa kufanya vibarua vidogo vidogo ili tumlee mtoto wetu Dama. Mabula, ni vizuri hivi ulivyoitambua, lakini kumbuka kwamba pato la vibarua hivyo peke yake halitatosha wewe kujikimu na familia yako. Kama nilivyokwambia, kuna jambo linaendelea. Usishangae wewe ukirudisha kazi kesho. Kazi gani hiyo ya kurudishwa? Kazi gani hiyo ya kurudishwa iwapo hata vibarua ulizotuma kwingineko hayajibiwi? Utakosaje kufa moyo katika hali hiyo? Utakosaje kufa moyo katika hali hiyo, ndugu Temba? Mabula, usikate tamaa hivyo Mabula. Ya Mungu ni mengi, nionavyo mimi ni mwanga kwa umbali, na hivi karibuni jua litachomoza.